Unapoendelea kufuatilia chaneli yetu ya Mfungo TV, usisahau kusubscribe, kucomment na kushare video zetu. Kwa sababu tuliita hivi, ngono ni kitendo kinachoonyeshwa kwa ishara ya nje, lakini kiuasilia ni kitendo kinachofanyika ndani ya mtu. Lakini huyo mtu anayepaswa aonyeshe ngono kwa kitendo cha nje lakini kinachofanyika ndani, huyo mtu anapaswa ajitoe yeye kwa huyo mtu anayetaka kushiriki naye. Ndio maana giving of oneself. Kwa hivyo hatuanzi kwanza tendo, tunaanza kwanza sadaka. Sadaka ya kujitoa wewe kwanza kuambatana na huyo mtu ili seksi ifanyike. Sasa leo napenda lugha kidogo ya wenzetu ya Kiingereza. Wanasema sasa hivi watu wengi sana wanaangalia ngono na waangalie upendo. They are looking for sex without love. Kuna tofauti kati ya ngono na upendo. Ni vitu viwili tofauti, usivichanganye. Lakini angalia jambo la pili ambalo watu sasa hivi wanaliangalia sana. Sasa hivi watu wanaangalia sana upendo kuliko ndoa. Na mwisho watu wengi sana wanaangalia ndoa kuliko uwajibikaji. Naomba nirudie. Naomba nirudie. Kuna marital love. Upendo wa kindoa unaanza kwa mtu mmoja anayeamua kujitoa sadaka kwa mwenzie. Lakini leo kwenye dunia tunayoishi, kuna watu ambao wako interested na sex without love. Leo kuna watu wanataka tendo la ndoa lakini hawana upendo. Na nikifika hapa uwaga na sisitiza sana, especially vijana ambao hamjaolewa. Umewahi kuimagine kwenye kichwa chako kipindi unafanya tendo la ngono na mwanaume ama na mwanamke, unafanya kwa sababu ya love, unafanya kwa sababu ya sex? Lakini jambo la pili wanasema hivi, leo tuna watu duniani ambao wao wanadili sana na upendo kuliko ndoa. Na kundi la mwisho la watu ni watu ambao wanapenda ndoa ila hawapendi kuwajibika kwenye hiyo ndoa. Sasa dunia tunayoishi ina tafsiri tofauti na Biblia, especially kwenye kizazi tulichonacho leo. Dunia ina tafsiri tofauti kabisa ya neno love. Na mimi leo nataka tuzungumze maneno mawili ambayo tumeyazoea, make love na love. Maongea Kiingereza, Kiswahili bwana kina upungufu. Make love, Kiswahili wanasema kufanya mapenzi. Kuna kitendo cha kufanya mapenzi, alafu kuna kupendana. Ni vitu viwili tofauti, usije ukavichanganya. Sasa leo kwenye dunia tunayoishi, watu wameweka jitihada na nguvu sana kwenye kufanya mapenzi. Na wakina dada wengi siku hizo wanaenda gym kujifunza. Wanafanya mazoezi ili maumbile yake yabane. Na sisi vijana wa kiume tunaenda gym kwa sababu tumeaminishwa wanawake wanapenda tuwe tumejazilizia. Sasa hivi hata ukiangalia semina nyingi sana za masuala ya ndoa hayazungumzii love, yanazungumzia make love. Sasa kufanya mapenzi sio upendo. Kufanya mapenzi naweza kusema it's a technical procedures. Ni mtu anapata elimu ya kushiriki tendo la ndoa. Wanazipataje? Wako wanaangalia picha za ngono. Wako ambao leo wanaita nini ile, unakuta bibi harusi kabla hajaolewa waga anakutana wana kitchen party. Kwenye ile kitchen party kuna baadhi unakuta wamealika makungwi. Makungwi ni wanawake wanaozungumzia mambo ya chumbani. Yule mama anaanza kumtraining binti namna ya kumshika mwanaume, lakini hawajui wanachomwelekeza ni kufanya mapenzi, lakini sio upendo.
Na usije ukachanganya, kijana mwenzangu, kati ya kufanya mapenzi na upendo. Na ndio maana kuna kabila moja mimi nimekaa nao sana, huwa wanacheza watoto wao, linaitwa Wazaramu. Wanafundishwa kweli wale, wakishavunja kupepetea mchere, wanaenda kufundishwa. Wanafundishwa ngono. Ngoja niwaambie, kuwa bingwa wa ngono sio kudumu kwenye ndoa. Ingekuwa hivyo, niamini mimi, malaya wote wangekuwa na ndoa zao. Wale wadada wanaojiuza ambao kwa siku moja ana uwezo wa kulala na wanaume 22. Kwa sababu yeye halali kwa love, analala kwa business. Kwa hiyo kajitraining, yani kafanya mazoezi ya kumlizisha mwanaume ili apate pesa, lakini hana upendo na huyo mwanaume, hana future na huyo mwanaume, hana huruma. Kwa hiyo unaweza kukuta binti anayejiuza muathirika. Anakuja anafanya biashara, amekuwa trend na ngono, anafanya biashara ya ngono. Ukienda kwake anakuambia ukitaka kuvaa viatu unapocheza mpira shilingi 10,000. Ukitaka ucheze mpira bila viatu shilingi 50,000. Your choice. Na yeye ni mtaalamu, anajua kabisa hili huyu mtu nimpate. Anachukua mazoezi ya kulifanya tendo la ndoa vizuri. Kwa hiyo akishiriki na wewe analishiriki vizuri kiasi kwamba kama ulienda mara ya kwanza utapanga kurudi mara ya pili. Lakini it's not about love, it's all about making love. Sasa ili tuweze kutofautisha kati ya love na making love, tunawezaje kutofautisha kati ya hivi vitu viwili, tendo la ngono na upendo? Na ni muhimu sana kutenganisha, kwa sababu itatusaidia kwenye maisha tunayoishi. Wengi wetu leo tumeingia kwenye wimbi la kufikiri kwamba kutenda tendo la ngono ndio upendo. Na ndio maana utakuta mwanaume akijiengage kwenye mahusiano na wewe, utakuta anakuambia hivi, nipe. Usipompa anakuambia wewe unipendi. Kama unanipenda mbona unipi? Wewe si tunapendana, nipe. Na wewe binti ushakuwa frustrated, umemkatalia mara kadhaa, anakuambia wewe unipendi, mimi nishajua, bora niangalie maisha yangu mengine. Binti unaenda kumuuliza rafiki yako anakuambia bwana mpe, ulipewa na bwana bure. Na wewe ukitoka hapo unaenda kumpa ukiwa unafikiri kwamba ndio upendo. Lakini ngoja niwaambie vijana ambao mjaoana, mwanaume anayehitaji akulale kabla hajakuoa, there is no love. Hakuna upendo hapo. Hapo kuna ujuzi wa kulifanya tendo la ndoa. Na generation tulionayo leo ina mazoezi makubwa sana ya kuwa mabingwa kwenye tendo la ndoa. Na hata ukikaa wakati mwingine utakuta watu wanasimuliana kwamba achana na fulani bwana, achana na fulani bwana. Lakini hebu nikuchallenge, sijui wewe maisha yako, lakini nikuchallenge. Ni watu wangapi kwenye maisha yako umekutana nao ni mabingwa wa tendo la ndoa lakini hawana ndoa? Kama ingalikuwa making love is love, nilikuwa nategemea hao mabingwa wa tendo la ndoa basi wao ndio wangekuwa wana sustain na ndoa mpaka leo kuliko watu wengine wote. Na kuna watu mindset zao zimeamini hivi, ndoa it's all about sex. Yani ukizungumzia ndoa, perception ya watu wana define ngono. Lakini mimi wakati najifunza tofauti kati ya making love and love, nilijisikia vizuri. Wanasema love it's something from spiritual perspective. Upendo sio tendo la mwili, ni tendo la nafsi. Na kumpenda mtu maana yake unaishi na mtu kulingana na inavyopaswa uishi naye. Hii simu na uwezo wa kuitumia na na uwezo wa kuipenda. Naweza kuitumia bila kuipenda. Ndio maana utakuta kuna mtu ana kisweswedu kikianguka sema kipasuke babue, kwanza shilingi 20,000. Hana mapenzi na hiyo simu, lakini anaitumia simu, lakini hana mapenzi nayo. Kutokuwa na mapenzi na kitu maana yake hauzingatii precaution.
Yaani mimi hapa hii simu ananiambiaga unaingia nayo kwenye maji, lakini mvua ikinyesha naikaga kwenye lailoni. Bado siamini wanavyoniambia huyu unaingia nayo kwenye maji, hauloi, mvua ikinyesha usihangaike. Haina shida, lakini still mimi mvua ikinyesha nasogea dukani, naomba kalailoni. Naidumbukiza kwenye lailoni, naifunga, ndo natia mfukoni. That is love. I'm protecting the product. Sasa nisikilize, Mungu naye ana product zake duniani. Moja ya product zake ni vifaa hivi alivyotupa vya kufanyia ngono, ni product za Mungu, na tulijifunza jana. Wakina dada nisikilizeni vizuri, ukimkuta dada mzuri wa mwili ila akili yake haiko controlled na Mungu, basi hardware yake itasuffocate. Nani amenielewa? Nipungie mkono. Kiswahili hichi sio kizuri, ndio maana tumungiza na Kiingereza. Ngoja nirudie. Ukimkuta kijana wa kiume wa kisabato, Mungu kamjalia 6, mnaitaje 6 nini hizo? Ni mzuri wa umbile, ana shepu, anavutia, kila mwanamke akimwona anashtuka. Alafu huyo mwanaume ndani ya nafsi yake asipokuwa na upendo, maana yake nini? Kuishi kulingana na yeye alivyoumbwa na maelekezo ya aliyemuumba. Anasemaje kuhusu bidhaa yeye? Huo ndio upendo. Mimi bidhaa, mimi nimetengenezwa. Je, taratibu za kuhusu mimi zipoje? Mojawapo, no sex until, hakuna tendo la ndoa mpaka niwe kwenye ndoa. Naishi hivyo, najipenda ndani. Lakini ukiacha kujipenda mimi, mwanamke naye ingia naye kwenye mahusiano, nampenda na kumheshimu, siwezi kumvunjia heshima kwa kumwambia tufanye kitendo kinyume na Mungu. Sasa ukikutana na binti mzuri wa umbile lakini akili yake haijawa controlled na Mungu, kifaa chake cha tendo la ndoa kinateseka. Hata wanaume ndio iko hivyo leo. Ukute mwanaume wa kisabato, tena sisi wa Adventista, achana na sisi Jumamosi. Samanini vijana wa kiume. Kuna vijana wa kisabato wale wananyoaga hapa kidogo, shap. Wanachonga nywele zao, utakuta nyeusi, afu suruali zao zimepanda kidogo, zinaishiaga hivi, mnazifahamu zile. Utakuta ana leso zake 2, ni mzuri kweli kabisa. Ukimwona mwenyewe sema huyu kijana na anavutia, very smart. Yani kila mwanamke inakuwa ni wish yake kwamba I wish this man will be mine. Lakini swali la kwanza, tendo la ndoa ama mahusiano hayaanzi kwenye mwili. Mwili ni saini ya tendo la ndoa linaloanza ndani. Huyu mtu kwa nje yuko hivyo, lakini je, ana hofu ya Mungu ndani yake? Maana upendo wa kweli unajengwa na mahusiano ya mtu na Mungu, hayajengwi na muonekano wa mtu. Lakini leo watu tunadili na muonekano wa mtu kwa sababu hatuna upendo, ila tuna concept inaitwa make love. Kimwona tu kijana huyu wakuliwa. Na ninacherea kusema, unafahamu hata kanisani siku hizi kuna watu hawaji kanisani ku worship tu, wanakuja kanisani kupata wanawake. Utakuta mtu anaabudu, especially vijana ambao hawajajiengage kwenye ndoa. Akishakuona binti mzuri, ukitoka, hai poa, mambo mzima, mimi mgeni, lelelele, ushachukuliwa namba za simu, yuko interested na making love. Ana real love. Mwanaume au mwanamke mwenye real love, maana yake hakontroliwi na mwili, ila yeye ana ukontrol mwili. Na ndio maana hata akiachwa na mwanaume au mwanamke akimwacha, hateseki, hakondi, na asikilizi nyimbo za Selena Diona. Kwa sababu hayuko controlled nje. Especially wanawake ndo wahanga. Ngoja niwaambie, hivi unafahamu kuna wanawake akilini mwao wanaaminigi wachungaji ni wanaume sahihi? Kwa sababu wewe unaniona nje. Unajuaje software yangu imekuwa installed na aina gani ya wewe unaelewa nini kuhusu software yangu? Wewe unaniona tu hardware. Na unajua kabisa huyu mchungaji nitakuwa salama, lakini ukijiengage naye kwenye mahusiano unaanza kugundua bora nisingemjua kwenye maisha yangu.
Leo kuna watu wana perception mbaya sana kwa sababu wanadili sana na physical appearance. Wanasahau physical appearance is just the sign, is not the act. Ni ishara tu, lakini sio tendo lenyewe.